Je, nywele yako ni dawa na unatamani ijae iwe na volume ya kutosha kama kwangu unavyoiona hapo, mpaka watu wakuulize, kipenzi, umeweka dawa au nywele yako ni natural? Angalia hii video inakuhusu. Mimi kwa mwezi nywele yangu huwa naiosha mara 3 au mara 4. Na huwa naiosha kila ninapotaka kufanya steaming. Hiyo ni siku ambayo mimi nilikuwa nafanya steaming ya moisture. Yes, huwa nafanya steaming mbili, na steaming ya moisture na steaming ya protein. So hiyo ndo steaming yangu ya moisture ambayo nilikuwa naiweka kwenye nywele zangu. Vipenzi vyangu, steaming hii inasaidia kuweka unyevu kwenye nywele yako. Kama mnavyojua, nywele ikiwa kavu sana, ukichana kidogo inakatika. So baada ya kuweka steaming, huwa navaa hiyo ni steaming cap. Vipenzi vyangu, hii steaming cap ni nzuri sana. Inaweka joto kwenye nywele yako ikolee vizuri steaming bila kuharibika. So nitakaa hapo, baada ya lisali 1.5 nitaenda kuosha. Kama kawaida, mara ya pili ndugu zangu, unaosha kwa maji ya kawaida bila kutumia shampoo. Baada ya kuosha, mimi huwa napaka leave-in conditioner. Yes, hiyo ni leave-in conditioner from Shimei Organic. Baada ya kupaka leave-in conditioner, huwa nachana nywele yangu taratibu kabisa. Baada ya hapo, huwa napaka style mousse. Jamani, hiyo style mousse inasaidia kufanya nywele yako ikikauka inakuwa na mawimbi na inakuwa na harufu nzuri sana sana. Haina haja ya kutumia moto kwenye nywele yako. Hii ni njia rahisi ambayo inakuwezesha wewe kutunza nywele yako ukiwa nyumbani. Style mousse yenyewe, ukishakata butu lako kwenye nywele ambalo unataka kulisuka, unaispray kwenye nywele yako. Baada ya hapo, unasuka nywele yako vizuri kabisa. Na kama mnavyoona hapo, nywele inakuwa ina unyevu kidogo, then una spray style mousse, kisha unasuka nywele yake. Bali style mousse inafanya nywele yako pia inakuwa inakauka huku ikiwa na harufu nzuri ya kuvutia. So kwa wale ambao huwa mnahofia kwamba nywele yangu inakaukaje, inaweza kuwa na harufu mbaya kwa sababu ya maji na nini, hii inawahusu na itawasaidia sana sana sana. So kama mnavyoona hapo, ukishaweka kwenye butu lako, unasuka nywele yako. Baada ya hapo, unakaa na nywele yako ikiwa na mabuto hivyo, nywele yako itakauka taratibu kabisa. So mimi baada ya kusuka huwa napaka mafuta. Jamani, hiyo ni hair growth oil. Nywele huenda kufunga unyevu kwenye nywele zako. So nywele yako inapokuwa na unyevu, ukipaka mafuta yanaenda kufunga na kuzuia nywele yako isikauke haraka. Mafuta yanasaidia nywele isikatike haraka, mafuta yanang'arisha nywele, na mafuta pia yanatulindia ngozi zetu za kichwa. Okay, so mimi baada ya kupaka mafuta huwa navaa kofia yangu. Jamani, hii inaitwa satin hair bonnet. Unaweza ukavaa au usivae, ni uamuzi wako. Ukiamua nywele yako ikauke bila kuvaa, it's fine. So hiyo ni siku ya pili ambao mimi ninafumua nywele zangu. Nadhani mnaona nywele yangu imekauka vizuri na imekuwa na mawimbi mazuri, na hapo nywele yangu haina harufu. Jamani, nywele yangu haijai kuwa na harufu hata siku moja. Na siku zote mimi hii ndio njia huwa natumia kukausha nywele yangu. Kutokana na nini? Naepuka kutumia moto. Mnavyojua vipenzi vyangu, moto unaharibu sana nywele. Yaani moto unatufanya nywele yetu iwe dhaifu, nywele yetu iwe kukatika, nywele yetu iwe hovyo, yani iwe haieleweki kabisa. So kama unaweza kuacha kutumia moto, ni vizuri zaidi ukaacha kabisa, usitumie. Na kama hauna ulazima au una ulazima sana wa kutumia moto, basi at least tafuta heat protectant. Japo kuwa hiyo sio guarantee kwamba nywele yako itaacha kabisa kupata moto, lakini moto sio mzuri kwenye nywele zetu. So ukishafanya hivyo, ukishapanda nywele yako, mimi kama hapo jamani, unaweza design yoyote ile unaopenda. Japo kwa mimi siwezi sana kwenye design, but it's fine. Nimeonyesha tu process nzima kwamba nywele yako inaweza ikakauka bila kutumia moto na bado ikawa nzuri, ikawa vizuri, ikavutia, ikang'aa na isiharibiki kama nywele za watu wengine na sio dhaifu. Bye guys.